tuepushe tabia za malaya na kujiuza, tujiepushe kutumia mihadarati, madawa ya kulevya, kwa sababu ni pigo kwa vijana. Nashukuru kwa huku kwetu sio sana, lakini kuna mikoa mingine ukipita, kuna wale vijana tunaita mateja. Ukikuta kijana teja ameshapoteza kila kitu, kapoteza afya, kapoteza ndoto, kapoteza mwelekeo, amepoteza kila kitu, amepoteza mpaka uaminifu katika jamii inayomzunguka. Leo hii tuongee tu tukikaa pale nje kwetu kuna teja. Kama mtu umepaki gari utakuwa unasikiliza kitu nje. Umeacha kitu unasikiliza kitu nje. Mtu huyo ina maana jamii haimwamini, lakini thamani yake pia inashuka. Tujenge picha vijana wetu waliomba hapa sekondari ya Sakaja wana ndoto, nikimaliza labda hapa niingie chuo, nikiingia chuo nikimaliza kusoma kozi fulani niwe mtu fulani, lakini hapa katikati yake kuelekea ndoto zake akajiingiza kwenye madawa ya kulevya. Ndoto hiyo imeishia hapo. Familia iliwekeza kwako, ilitegemea matunda mema kutoka kwako, ilitegemea kutoa shukrani usaidie familia. Mambo yakageuka, unasema unapindua meza, baadaye sasa wewe unakuwa tena mzigo kwa familia. Familia inataka sasa ikurudishe katika hali yako ya kawaida, ikurudishie afya njema, ikuchunge, maana sasa wewe umekuwa sio yule waliokuwa wanakutegemea. Walishatoka huko chini wakakufikisha sehemu fulani, umefuta vyote, unarudi kwenye zero. Sasa kurudisha kwenye moja, wewe ni mchakato tena mwingine. Hiyo ni hasara kwa jamii, ni hasara kwa familia. Kwa hiyo usemi ya wenzangu kushika mienendo ile itakayofaa, itakayotukomboa katika njia zetu za kila siku. Nadhani kila kijana anaelewa kwamba kinachoambiwa hichi si sahihi, kinachoambiwa hichi kinatija. Wanasema akili yako changanya na ya kuambiwa, au ya kuambiwa changanya na akili yako, kwamba sio kila ushauri unaopewa lazima uchukue. Sikiliza, chuja, utakifaa, lakini unaona sio. Na kitendo cha kushauriwa kitu sicho, unaanza kuona na huyu mtu naye sio, kwamba hili kundi sio kundi langu, hili kundi litanipeleka sehemu ambayo sitarajii kufika. Ninapotaka njia yangu iko huku, lakini huyu ananipeleka huku. Kwa hiyo tujitahidi kuchuja marafiki, tujitahidi kuchuja hizi kampani tunazokuwa nazo. Nasema watu unaoassociate nao au watu unaoshiriki nao mara kwa mara ndio wanaojenga taswira yako, ndio watu wanaojenga tabia yako. Na nikwambie kitu kimoja kijana, watu utakaoongozana nao kila siku, hawa wanaweza kumaanisha ndoto yako ni ipi, au ndio hawa tafsiri katika jamii, huyu ni mtu aina gani. Kuto unatembea na makundi mabovu, inawezekana bado wewe hujadati tabia hizo, lakini tayari unasema yule ni memba wa kundi fulani. Ukitembea na wauni na utaitwa muhuni. Ukitembea na matajiri hata kama maskini wataanza kupata na nini, wanasema mwenzetu sasa ndio. Watu wanatembea nao kwa Mungu kawezani kwa society na wale watu. Kwa hiyo tabia zinaweza zikakujenga au zikakutafsiri mbele ya jamii kama huyu ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo tujitahidi, wanasema siku hizi kuna neno moja linatumika sana sana, jitahidi kujibrand. Wewe umejibrand kama nani? Yaani watu wakikuona hivi wakuchukulie wewe kama nani? Je, wakuchukulie mtu smart au kuchukulie kijana wa ovyo? Ukishachukua kijana wa ovyo hauna tija kwenye jamii. Kwa hiyo unaweza kuwa na kitu kichwani lakini hamna ambayo tayari kushirikisha kwenye mambo yako. Lakini wakikuona una tija sana, utaitwa hapa. Na kitendo cha kuitwa ndio wewe utajaribu kuonyesha wewe ni nani. Kwanza lazima ujenge trust, ule uaminifu kwa watu, kwamba huyu anaweza kufanya. Hebu tumsogeze. Unasogeza.